Tunashukuru kwa upendo huo. Mungu awabariki. Basi tunataka kusoma neno, tunataka kuzungumza neno la Mungu. Tutasoma katika kitabu cha Mathayo. Sura ya 5 na aya ya 13. Na aya 13. Walio na Biblia tutasoma. Wale hawana Biblia mtanisikiliza. Nasikia nyote Kiswahili? Nasikia vizuri Kiswahili? Sawa. Kwa nadhani kuna yule hawezi sikia na watafsiri kwa Kiruga. Lakini kama mnasikia nyote itakuwa vizuri. Angalau Kiswahili yetu si sana kama yenu, lakini mtasikia, ndio? Tusome Mathayo takatifu sura ya 5 na aya ya 13. Biblia inasema ya kwamba ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikole? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. 14. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pichi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Kidogo nasikia unafanya sauti za nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Amen. Amen. Tusome mara tena. Tasoma. Hizi zinapendanga watu mahali wako. Zinakuja hii hizi. Nakuja mahali watu wako. Tusome tena katika kitabu cha Waefeso, waraka Paulo aliyoandikia Waefeso, sura ya 5 na aya ya 9. Sura ya 5 na aya ya 9. Nitasoma. Biblia inasema ya kwamba, tuanze kwa aya tuanze kwa aya ya 6 ndio mtaelewa vizuri. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu wajia wana wa uasi. Basi msishirikiane na wao, kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni haki, ni katika wema wote na haki na ukweli, mkihakiki ni nini imependezayo Bwana, wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali
myakemee, kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena. Lakini yote yaliyokemewa kudhulishwa na nuru, maana kila kilichodhihirishwa ni nuru. Amen. Amen. Pokea neno la Mungu. Amen. Nataka kuzungumza kidogo kuhusu mtu aliyeokoka. Baada ya kuingia kwa mtu aliyeokoka, nitaelezea machache wokovu ni nini, ili niingie kwa neno hili lilolisoma. Wokovu ni mtu aliyeokolewa. Kiwa mtu anazungumza anasema ya kwamba mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana, ni kusema ya kwamba kuna aliokolewa mahali. Kuokoka ni kuepuka. Nimeokolewa mahali. Kiwa mtu anamjua Mungu, anapokea Yesu, anaokolewa. Kupokea Yesu ni wokovu. Wokovu uliopokea ni nini? Wokovu tuliopokea kwake Yesu Kristo ni kuepuka kifo kinacholetwa na dhambi. Dhambi ndiyo kifo. Kifo si huku kutoka katika mwili huu. Hiyo ni msemo usio wa Biblia kiasi. Si Biblia kabisa. Hiyo ni msemo wa watu. Sababu dhambi ndiyo kifo. Lakini kutoka kwa mwili si kufa, ni kubadilisha maisha. Tunatoka katika mwili, tunaingia katika mwili mwingine. Sema amen. Amen. Tunatoka kwa dunia hii, tunaingia kwa dunia nyingine. Amen. Amen. Lakini kufa ni kuwa na dhambi. Yesu basi amekuja kutuokoa ili tutoke katika dhambi. Na dhambi hiyo ni kifo mbaya. Hiyo mtu anaweza kuwa amekufa akiwa na uhai huu, akitembea, akila, akinywa, na tena amekufa. Yeye ni mauti. Kwa sababu gani? Anatenda dhambi. Ana usherati, ana uchawi, anasema uongo, ni mwizi. Yale yote mabaya anayoyafanya, hayo ndiyo yanamuua. Hiyo ndiyo kifo. Basi tumeokoka kutoka hapo ili tupate kuwa na uhai wa milele. Ukisoma katika Biblia kuhusu wokovu, kitabu cha Torati, nataka kueleza kidogo kwa wokovu. Torati sura ya 30 na haya ya 19. Biblia inasema ya kwamba, Kumbukumbu la Torati 30 na 19. Na anasema ya kwamba, nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuweka mbele yako uzima na mauti. Mbingu na nchi zinashuhudia ya kwamba Mungu amekuwekea mbele uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Kumpenda Bwana Mungu wako, kutii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndiyo uzima wako, na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Hapa kuna tuambia nini kuhusu wokovu? Wokovu,
Mtu hawezi zaliwa na wokovu. Hapana. Wokovu hatuzaliwe nao. Wokovu tunapokea kwa kusikia sauti la Mungu ama kusikia neno la Mungu. Wokovu huingia kwa mtu kupitia neno la Mungu, kupitia Injili. Tunapokea wokovu kupitia Injili. Ya kwamba Injili ndiyo inatuambia ya kwamba mbingu na nchi wanashuhudia ya kwamba Mungu ameweka mbele zetu mauti na uzima. Ameweka laana na baraka ili wewe uchague. Ni uamuzi ni wako. Uchaguzi ni wako. Wewe mwenyewe utaamua ya kwamba mimi ninaamua kuingia katika mauti. Mauti ni nini? Kwa Biblia, kwa Warumi, tusome hapo sura ya 6 na haya ya 23. Amen. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Some Warumi 6. Warumi 6 na haya 23. 6:23 inasema ya kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Amen. Narudia. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Bwana wetu. Amen. Amen. Katika Kristo Bwana Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mtu akitenda dhambi ni kusema atalipwa mauti. Ni kusema anapata mauti. Sababu ukitenda dhambi, hiyo ni mauti unaingiza kwako. Wewe unaingia katika mauti. Ni uchaguzi wako mwenyewe. Ukichagua kuingia kwa mabaya, jua ya kwamba mshahara ama malipo ama kile utakachokutana nacho ni mauti. Ukiamua kuingia katika uzima wa milele ni kutenda mema. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ni kuepuka mabaya. Basi hiyo ndio wokovu. Tumupe Bwana utukufu. Kinyosha mkono wako. Nyosheni mkono utukufu uwe wa milele wa Mungu Baba. Amen. Amen. Tukufu uwe wa Mungu Baba. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuamua kufuata mema ni kuamua kuingia katika uzima. Na huo uzima anatuambia ya kwamba uzima hapa Paulo akasema uzima wa milele ni katika Yesu Bwana wetu. Unapoamua kumfuata Yesu unaingia katika uzima. Na hiyo uzima, hiyo ni baraka. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ni uhai. Ni kuondolea laana. Oh yes. Bwana sifiwe sana. Amen. Watu ukataa sana laana. Si ndio? Na nyinyi huku mnakatanga laana. Laana ni mbaya. Laana ni mbaya sana. Laana ni mbaya. Kuepuka laana si kusema ninakukataa. Kuepuka laana ni kushika njia ya wokovu. Ni kumpata Yesu Kristo. Unapompata Yesu Kristo, laana iko mbali na wewe. Hata wazee wa mtaani wote wakae waseme tunataka kukulaani, hiyo laana haitashika. Sababu laana inashika mtu mbaya, inashika mtu aliye katika njia mbaya, aliye katika matendo mabaya. Ukitenda tendo mbaya, laana ni hapo hapo inakushika. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Wakizungumza tu kidogo hivi inakushika. Sababu gani? Wewe uko kwa njia mbaya. Hiyo basi ndio wokovu. Amen. 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 Basi wokovu ni kumpokea Yesu, anatuondoa katika njia mbaya, anatuondoa katika laana, anatuondoa katika kifo, mauti. Basi tunaingia katika uzima wa milele.
tukiingia ndani yake tuna uzima wa milele na tuna baraka. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Tuna uhai. Ndiyo basi tunaanza uhai. Uhai si kupumua hivi. Na mauti si kulala eti apumui. Hapana. Bwana asifiwe sana. Amen. Mnasikia Biblia? Yes. Inawaambia Biblia. Sema mwenzako, ambia mwenzako, mwambie wanatuambia Biblia. Hiyo ni Biblia. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama mtu ana pumzi na mtoka, hana uhai tena, sikusema ya kwamba amekufa. Hapana. Ametoka tu kwa hii mwili, anaingia mahali pengine. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kufa nako si kusema ya kwamba apumui. Mtu anaweza kufa na anapumua. Anaweza kuingia kwenye mauti na tena anatembea. Anatembea, anaenda kwa shamba, anaenda mahali pengine, anaenda sokoni, anaenda shule, lakini ni mauti. Ni mauti. Kwa sababu gani? Ni matendo, mahali alipo ndiye anafuata, hiyo ni ya mauti. Ako mautiti. Anahitaji nini? Yesu Kristo ili amokoe apate kuokoka. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kuwa na uhai si kuwa na mwili mnono na upate kuwa kabisa unangala. Hapana. Uhai ni kuwa na Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio uhai. Basi wale walio na uhai, wale walio na wokovu, wanadhihirika aje? Wanadhihirika kivipi? Yesu alipozungumza na Wafarisayo, walimwambia hao tutawajua aje? Wewe unasema ya kwamba uhai, mtu anaweza kuwa na uhai na alikufa. Ndio Biblia inasema wale waliokufa ndani ya Yesu Kristo, wale waliolala ndani ya Yesu Kristo watasikia sauti yake. Sasa hao ni wafu kweli? Hao ni wafu? Hao si wafu. Hawa tunaowaweka kaburini ndio wataanza kusikia sauti yake. Hiyo ni Biblia inasema. Yesu parapanda ikilia, watasikia sauti yake. Wale waliokufa zamani, wale wanapolala huko, watasikia. Ni kumaanisha ya kwamba hawakufi, si wafu, kwa sababu watasikia sauti lake. Sema amen. Amen. Mfu ni yule anayotenda sana, ni yule anayofanya sana. Lakini akawaambia sasa, kama ni hivyo, sisi sote hatuwezi jua. Kila mtu anatenda siri siri, anatenda dhambi huko kisiri siri. Kuna wale wanaficha sana, lakini anakuja hapa kanisani, anakuja mahali pengine anaficha. Lakini akawaambia, akamuuliza, sasa tutajuaje watu walio na uhai, watu walio katika baraka, watu walio na uzima wa milele, wale hawana kifo chochote? Tutawajuaje? Na tena mambo yote ni siri. Yesu akawaambia, mtawatambua kwa matendo. Sema amen. Amen. Tendo unalolifanya ndilo linalodhihirisha ya kwamba wewe una uhai ama wewe ni mauti. Matendo yako yanadhihirisha, yanakupa, yanakuambia ya kwamba wewe ni una uhai ama wewe ni mfu. Ngalau unatembea sababu ya matendo yako. Leo nimekuletea injili isemayo ya kwamba tazama matendo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kitaka kujitambua ya kwamba una uhai, usijitambue kama ukiweka mguu juu unaona inakubali, na unafanya hivi unaona inakubali, unacheza na unakula unaona inakubali, useme una uhai. Hapana. Uhai ni kuwa ndani ya Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sababu hiyo uhai, hakuna uchawi itaishika, hakuna laana itaishika, hakuna yeyote atazuia. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hiyo ndio uhai. Ni tendo unalolitenda.
Hilo ndio inadhihirisha ya kwamba nyayo zako mahali zinaelekea, njia zako zile mahali yale mafikiria unayofikiria, yale unayoyafanya. Sema amen. Amen. Ndiyo yanayodhihirisha ya kwamba wewe una uhai. Ndiyo akawaambia mitume wake akumalizia. Sema amen. Amen. Hapa tulisoma katika kitabu cha Mathayo. Mathayo akaandika akasema ya kwamba wale walio ndani ya Yesu Kristo ni chumvi, ni nuru. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Wale walio na uhai ni vitu ngapi? Bili vinavyo watazirika huku ukambani. Cha kwanza ni chumvi. Chumvi ina maana nyingi sana. Unakula kwa chakula. Chumvi ni nzuri. Chumvi ni nzuri. Chumvi ina maana ya kwamba chumvi, mahali kuna chumvi kuna utamu, si ndio? Chumvi ukiwekea kwa mboga, unakula vizuri. Sababu gani ya chumvi? Chumvi ina ladha, inatupa kukula vizuri. Sema amen. Amen. Hata kitu kiwe na uchungu aje. Mboga za uchungu zile ni managu zile. Ukiwekea chumvi hivi, unakula kama unakula nyama. Si mtu anakula? Kwa sababu ya nini? Chumvi. Biblia inasema kama chumvi inapoteza ile ladha, inapoteza utamu wake. Sasa hiyo chumvi ina maana tena? Haina maana tena. Biblia inasema hiyo isikwe, itupiwe nje na ipate kukanyanga. Haina maana tena. Ni kama Mkristo akiwa Mkristo wiki moja, mwaka moja, kama akitoka kwa huo Kristo lazima huo mtu akanyagwe. Atashikwa na laana, atashikwa na mauti, atashikwa na chochote kitamshikilia. Lakini chumvi mnaona hizi dudu, hizi madudu inatembea kwa chumvi kweli? Lakini sukari inaingia hata kwa mtungi wa sukari. Ukifunga utakuta tu huko ndani kuna dudu. Lakini chumvi mnaona kuna dudu huko? Hakuna chenye kinaingia kwa dudu. Kama unataka usivamiwe, kama unataka mapepo isikuingie, wewe kuwa chumvi. Sema amen. Amen. Kama utaki laana, kama unakatanga laana, ingia kwa Yesu Kristo, utakuwa chumvi. Mtu yeyote aliye na wokovu anakuwa chumvi. Hakuna mauti, hakuna laana inaweza mshika, sababu yeye ni chumvi. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Mahali alipo, hali aliyo nayo ikageuka. Ndio wanageuza hali, wanageuza mapito, anageuza maisha. Maisha inabadilika, yote inakuwa utamu. Kwa sababu gani? Yeye ni chumvi. Sema amen. Amen. Walio na Yesu mkuwe chumvi. Tunahitaji wamama wakuwe chumvi, wababa wakuwe chumvi. Hapa ukambani muwe chumvi. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Pate kubadilisha. Ikiwa kuna uchungu mwingi, ubadilishe hiyo uchungu. Sema amen. Amen. Ili tuwe chumvi ni kuwa na Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Hakuna uchawi, hakuna laana, sababu sisi ni chumvi. Sema amen. Amen. Hakuna midudu yote ipande wapi? Hakuna. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hata hakuna mwenye atatushika. Sasa mtu anaweza kula chumvi kiasi, lakini sukari mtu anaweza, lakini chumvi hakuna mtu anaweza. Anakuweza ukiwa chumvi, hakuna mwenye anakuweza, hakuna. Sema amen. Amen. Atakuja alambe ye mwenyewe tu akimbie, hata kuweza, hata kuingia wewe wote. Kwa sababu gani? Wewe una Yesu, wewe ni chumvi. Sema amen. Amen. Akawaambia pili, nyinyi ni nuru, nyinyi ni nuru.
Nuru ifukuza giza. Unajua nuru? Kiacha tochi hivi, si unaona inakimbia bila kuaga. Inakimbia haraka. Sababu gani? Sababu ya kukimbia nuru. Nuru, nuru. Muwe nuru. Sema amen. Sababu Yesu Kristo mwenyewe alikuwa nuru ya ulimwengu. Sasa nasi ni nuru ya ulimwengu. Ni nuru mahali tulipo. Hakuna giza. Hakuna kukiwa giza mtu hawezi tembea, si ndio? Kwa giza mtu anaweza tembea? Mtu hatembeangi kwa giza. Lakini tukiwa na Yesu Kristo, njia zinafunguka. Unaona mahali unaelekea, unaona na mahali unatoka, si ndio? Bwana asifiwe sana. Watu wakiwa wa Kristo wananawili. Wanatoka kwa hatua moja wanaingia kwa hatua nyingine. Wanabarikiwa, wanatoka mahali pamoja wanaingia mahali pengine. Basi muwe nuru na mpate kuona mahali mnaenda. Sema amen. Sema amen. Lakini walio katika dhambi wako katika giza. Na hiyo giza inawafunika, hawatembei. Ni kama mauti. Mauti inatembea? Haitembei. Basi ninaomba Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mpate kuwa nuru. Na nuru, tunda la nuru ni kuwa na matendo mema, kuwa na utu wema, kuwa na haki na kweli. Muwe na haki na kweli. Neno la Mungu liwabariki, mbarikiwe sana. Amen. Sababu ya kuwa imekuja kabisa. Sijui sote.